Your thought is very little to carry the idea of God. Your thought is very little to carry the purpose of God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana sasa hivi tukikuuliza what is the purpose of you to be here? Your purpose can be very greater once you explain to somebody. To become nonsense. Yani wazo lilonalo, the assignment of yours. Sasa hivi mtu ukiulizwa haujawahi hata kusimama mbele za watu kuhubiri, alafu unaulizwa wewe unataka kuwa nani? Unamwambia mtu Mungu amenionyesha. Mmoja nilikuwa nimeota nimekaa mahali na wahubiria mamilioni ya watu. It doesn't make sense. Kwa mtu ambaye ana logic tu ya kawaida, akianza kufikiria it doesn't make sense. And it have to look nonsense for it to become a faith. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mambo yako yanaelezeka, yani nikimaliza chuo nitatoka hapa nitaenda kwa mjomba. Mjomba yeye ana kiwanda. Nitaingia kwenye kile kiwanda, nitaanza kufanya kazi, nitakuwa nalipwa $1,000,000 kwa mwezi. Baada ya hapo nitajenga, nitakuwa na mke, nitakuwa na watoto. Baada ya hapo basi maisha yangu yatakuwa yanaenda. If your vision is too simple to be explained, that is not a vision of God. Because the thought of God is incapacitated with your thought. Yani mawazo ya Mungu hawezi akabebeka kiurahisi namna hiyo, as how you think your thinking can. Kama wazo lako linaweza likabebeka kiurahisi, likafikirika, likatazamika, tukaona ukitoka hapo utaingia hapo, tukaona ukitoka hapo utaingia hapo. My dear finalist, let your vision not be explainable. Yani mtu akisema nielezee, unasema sijui nianzie wapi. Hallelujah. Let the silence become the explanation. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kuna baadhi ya watu hapa tumebeba mambo makubwa. Finally tumebeba watu mambo makubwa, si ndio? Wangapi wamebeba mambo makubwa? Wow. Kwani kanisa hatujabeba mambo makubwa? Mbona sisi hatujanyosha? Sio mnajimbovu tu. Naji-include. Hallelujah. Wangapi tumebeba mambo makubwa tu? Your greater thing have no way to be explained. Ukiona unaelezea mechanism, mimi nikitoka hapa nitaenda kujisubmit kwa Zoravu, namwongelea Zoravu wa ndani. Nitaenda kujisubmit kwa Zoravu. Nikikaa pale nitakuwa napata training. Baada ya kumaliza training, Zoravu, no. It have not to be to look like that. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisema uelezee, haitakiwi uweze kuelezea. The thought of God is unexplainable. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Let me go back. Kwenye Jesus kind of faith. Ukisoma kwenye kitabu cha Marko, let's read the Bible. Marko 11:22 na 23. Let us read together fast. Nadhani huu ndio mstari wetu wa mwisho, nitasoma na mstari mwingine tutamaliza. Marko 11:22. Biblia inasema Ibrahim wakati amepewa ile nchi, ameambiwa atoke aende. Aliwaambiwa atoke aende. Biblia inasema hivi, alikuwa akiziangalia ahadi, akiisubiria ile ahadi. Toka wakati ameahidiwa mtoto alikuwa anaisubiria ahadi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So he was waiting for the promise of God to become fulfilled, to be fulfilled. He was waiting upon the Lord. Ndio watu wa Mungu. Alikuwa anasubiri Mungu afanye. And this is the great difference. It's not the bad kind of faith. Kwa sababu hata sisi wenyewe leo hii tunayo. Because there are things that are not happening. You have to be there persistently to wait before the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ukae usubiri for God to bring what he need you to do. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. You have to wait. Sasa in the order of Christ kind of faith, Yesu akaja akatuletea imani nyingine. It's not the different kind of faith. Ni vile kama faith ile imani ya kwanza ilikuwa kwenye kiwango cha kwanza, hii imani ya pili ipo kwenye kiwango cha pili. Hallelujah. Na kuna viwango viwili tu, kiwango cha chini na cha juu. Si ndio watu wa Mungu? Watu wanaosoma digital wananielewa.
kuna zero and ones, kuna only low and high. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa tukichukua imani ya Ibrahim tunaiweka kwenye low, tukichukua imani ya Yesu tunaweka inakuwa 1. Kwa imani ya Ibrahim inakuwa 0, imani ya Yesu inakuwa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. In the same kind of faith, all of them are binary, but one is 1, one is 0. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni zile mbili, lakini moja ni moja, nyingine ni sifuri. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu alikuja ku-upgrade, na ndio maana Mafarisayo walikuwa wanamkasirikia sana Yesu, kwa sababu walikuwa wanajua amekuja kubadilisha Torati. Yesu akawaambia no, sijaja kuibadilisha, nimekuja kuikamilisha Torati. So it have some kind of weaknesses. I have come to upgrade it to another level. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja ile Torati ambayo mko mnaizungumza nyinyi. Na ndio maana tulipomkamata yule mwanamke, mnakumbuka alichomuuliza? Akamwambia Yesu, ulisema tukimkamata mwanamke apigwe mawe mpaka kufa. Leo unasemaje? Na hii kulingana na Torati ya Musa. Wanataka wamkamate pale. Wamuulize, Yesu, wewe unasema ni Mungu au wewe ni mwana wa Mungu? Na neno lako halipingiki, si ndio? Au jipingi mara mbili, si ndio? Huku kwa nini unasema huku sasa hivi unatuambia hivi? Yesu akawaambia kwa hekima. Kwanza Biblia inasema Yesu akazisoma akili zao. Yaani nadhani aliteleport akaingia kwenye akili zao. Akaona yote haya mazinifu. Kaambia ambaye hajawahi kutenda dhambi kati yenu awe wa kwanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu, haleluya. In Jesus order of faith, katika imani ya Kristo, we don't wait for the things to be done, we cause the things to be done. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hatusubiri vitu vitokee, sisi tunakuwa sababu ya vitu kutokea. Haleluya. Kama kila siku utakuwa ni mtu wa kutatua matatizo ambayo shetani anayatengeneza, you will solve a lot of problem. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. You have to come to a level that the problem does not exist. Inatakiwa ufike katika eneo ambalo the challenges are not existing. The challenges will be there, but your ability will repel with the kind of existence of problems. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. You have to come to a level where challenges are not existing. Problems are not existing. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Haimaanishi matatizo hayatakuja kwako. Hata yakija yatakukuta kwenye eneo ambalo matatizo yanaweza kukuchallenge. Matatizo yanaweza kukusumbua. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So we command the things into happening. We don't wait for the things to happen then to solve the challenges. That is not our portion. Yesu alikuja ku-upgrade kiwango chetu cha imani. Tusisubiri mpaka mambo yatokee alafu tuyasolve. We don't call upon the Lord to have a solution. We are addressing the solution about the goodness of our God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Wangapi wana abscondment? Wangapi wana sapu? Begin makofi sasa. Share, we have a church of excellence. Can you clap for yourself again? Asimkaba ndio tunapokea mtu ambaye hajaamini huko ndani. Unajua huko ndani watu wanaokaga ni wanaofaulu tu. Ndio watu wa Mungu. Hamna sasa hivi mtu anasapu ndani, si ndio? Hamna mtu ana abscond, si ndio? Si ndio watu wa Mungu? Nani ana abscond? Hayupo. Muona imani imeshaingia kwenye maisha yako hata kama ipo. And this is the kind of faith that I'm telling you. Hii ndio imani ambayo nakwambia. It look like faking but it is faith. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakikwambia watu umefail, unamwambia no, I don't fail.
I can't fail. Though you have the result of failing, that does not define me as a failure. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mwingine sio uongo. Unafikiri ni uongo? Sio uongo. Ni vile kile ambacho kipo ndani yako kimekuwa too expressed to the point that the failure cannot overcome you. Your mouth cannot say failure. Hallelujah. Yaani mdomo wako wewe kusema it's very difficult thing. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. That's ndio maana nikwambia you have to be synchronized with the word. You have to be full and filled with the word. You can't say failure in your life. You can't. It's very difficult to say failure in your life. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi, mtauambia mlima huu ng'oka. This time you will not tell God that God remove this mountain. Unajua na huu ni unyenyekevu, lakini ni unyenyekevu ambao uko chini ya kiwango. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo unayamudu, mwambie jirani yako kuna mambo unayamudu. Unampelekea Mungu wa nini? Unafikiri kwa nini? Muulize unafikiri kwa nini? Yesu alipaa mbinguni. Alikuacha wewe duniani. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ni sawa sawa sasa hivi. Wewe si kiongozi wa Grace, ndio? Rais wa Mustiso amekutuma huko ndani. Uje utuambie matatizo ambayo yanaikumba Mustiso hapa chuoni, ndio? Ukifika huko ndani utaanza kumpigia simu kwamba rais nani? Sasa hivi ni rais nani? George nani? Denja. Rais George Denja, ongea na wananchi wako, niko nao hapa wana Robo Chepo. Natamani uwaambie ambao ulikuwa umeniambia. Mbona jinga? Mbona jinga hili? Yaani mimi nimelituma liniwakilishe. Okay. Nimemtuma aniwakilishe. Is my brother. Hawezi akanichukia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 1:8, Biblia inasema hivi, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Hallelujah. God sent us on earth for us to be ambassadors of him. You know the meaning of ambassador? Ambassador is the full authority of the kingdom. Na ndio maana moja kati ya maombi ambayo alikuwa anawafundisha wanafunzi Yesu, akamwambia let thy kingdom what? Come on earth as it is in what? In heaven. Ufalme wako uje. Kwa sasa hivi we expect you to represent God fully. Hallelujah. Mahali ambapo hapamhitaji Mungu panakuhitaji wewe. Hallelujah. Turn to your neighbor. Mwambie mahali ambapo hapamhitaji Mungu panakuhitaji wewe. Panapokuhitaji wewe, muite Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the order Christ kind of faith. Na hii ndio imani ya Kristo. He wants us to possess him fully. Na ndio maana akasema sitawaacha yatima, nitawaachieni ninyi msaidizi ambaye atakuwa msaidizi wenu. He will be your helper. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So there is no way you have to encounter challenges. There is no unsolved challenge on earth. There is no impossible challenge on earth. What you say it is impossible according to your faith. Unachokiona hakiwezekani ni hakiwezekani kwa sababu ya imani yako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanafikiri imani ni kuwa na lidude fulani hivi likubwa. Amna. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, akawaambia hii hamna imani. Yeye walimwambia Yesu, tuongezee imani. Kama ambavyo mwingine anawaza hapa. Yaani ili kiwanda langu litokee, ili biashara langu liwe likubwa, inahitaji ile aina fulani hivi la imani ambalo limejazwa ndani yake upepo, alafu limejazwa ndani yake neno la Mungu, limekuwa likubwa. Na the Bible says Jesus told them, Yesu akawaambia hamna hata ambaye ana imani kama chembe ya haradali. He can tell this mountain shift and can shift.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. God sent you today. Mungu anakutuma leo. Go and be the solution. Go and be the ambassador. Mungu anakutuma leo utoke hapa, na ukitoka hapa be his representative. Mahali ambapo unamhitaji, don't call him. Stand by yourself, then address the matter. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ambayo unamhitaji Mungu usimuite, acha kupoteza muda.